Okay, Kenya kilifanya thingi nisisome sana. My father, babangu hakunipenda sana. Cause nimeitanishwa na bibi wa my grandfather, bibi wa ine. Na yule mama alikuwa na tabia si nzuri za kufurahisha familia yao. So kwetu wanasemanga maybe ukitanisha mtoto na jina mbaya, hatafanana na hiyo jina. Unaona? So my father hakunipenda. Hata kama wale wengine walikuwa wanaenda shule, mimi sikuweza kupelekwa shule. Babangu alinishukia sana. Wakati Kibaki alisema shule ni free, nikarudi home kwetu. Nikamwambia babangu nataka kurudi shule. Babangu alikataa. So hiyo kitu iliniuma. Sikurudi kuajiriwa, nikakaa nyumbani. Kukaa nyumbani ilibidi sasa babangu akaanza kuna ile Wameru walikuwa wanafanya hiyo time, miaka ilikuwa hapo, Wameru walikuwa wanakeketa wasichana mali nimetoka. FGM. Yeah. So ikifika hapo ikakuwa walikuwa takani fanyiwe hiyo kitu, but nilikata. Nikawaambia kama mmeninyima elimu, hiyo si elimu, mimi nikakata. Kukataa babangu alikasirika. Nikaanza kukaa na ule mbaba kama bibi. Na 13 years. 13 years. Kaenda nikakuwa bibi, kukaka, nikapata mimba. Nilizaa na 14. Mtoto wa kwanza 2004. 14 years. 14 years nilikuwa na mtoto. Wana kijiji hawakuwa wanaona. Kukaa nikapata mtoto. Nikukaa nikagonjeka sana. Nilikuwa na ile mimba. Na by the way kupata mtoto wa kwanza nilichapwa na wiki ya kwanza. Nilichapwa. Nilitoka OC nikakaa. Akienda job aliniachia 50 bob. Aliniachia 50 bob ya kupika. But mimi niliona juu itatosha, mimi nikapika tu uji. Kaunga nikapika uji mtoto apate maziwa. Hiyo hata ni madharau sasa. Okay, baba Kendi na baba Ann. Nilikuwa nataka kukuambia tu ujue watoto ninawapenda. Na singetaka kuacha watoto. Wewe ndio ulinipokonya watoto na kuniekelea kitu sikuwahi fanya na mtu yote, ukasema nilala na mwanaume mwingine na sikuwahi fanya kitu kama hiyo. Na for me mali niko sinanga amani. Hata nifanye nini silalangi na amani. Juu kila wakati unikujia kwa dream. Kama mzazi umeishi miaka yote bila kuona watoto na wajua wako life, mimi niko life. Na ulininyima haki juu ya kuona sina uwezo, familia yangu haina uwezo, walinirushia mikono. Ningekwambia tu nikubalie tu tujuane na watoto njoo. Mali imefika nasikia tu maisha imefika mwisho bila watoto. Murali wa Farodhi wa Thayo TV. Githeka muno makiria haria hothe uri. Acokia ngatho nyingi muno makiria ni gutwenda ona gutwirorera mahinda mari mothe. Tugacokia ngatho nyingi muno makiria. Na by the way kuria matu no ndigetie tunyamo tuigana ona koguo Miami hako ni urari na bata wa kugura kuria Miami Gardens kore turendia 250 cash 280 installment umenye hatingiaga kanyamo gatigarite kuria na taito inclusive thini wa thogora ucio na ni gutiri haturatiri haguku riu hatingiaga tuigana ona tutigaririire kugwa ekoni urendaga Miami na ndurahotete kunginyira uka inbox kwetukira 0798 008 ndungiaga kanyamo gatigarite kuria gatigaririire ungehuriria kuria na orocio koro ri mwega koguo ndukae kwaga kugura kanyamo in fact nikondo kwena mai na thitima na gucino wacio na hau na ukina high school ya wita Kisauni ni thutha wa shopping center na of course dispensary kanitha wa Redeems Gospel twe thutha wa guo ni handu hega ha kuigithira kuri ko turaka children's home ya Pastor Garoya koguo wefanga mundu witu nigetha tuthie hale Miami atigia tuigana tutigarite eta wefanga movie nero imire episode 2 dio kana igirite guria gwa Kenya Movies Channel abo hiyo gakubo Kenya Movies Channel iro rirete na mashia mwanya muno makiria na cioetwo na muwere wa kirathi ke iguru tondu hau neho turenda Kenya ikinye tucenjetie maundu maingi muno makiria movie ingigutariria rugano uikare thio mirorere na ndigakuboe The Maids. It is one of them. Kuguingira kule kwa Kenya Movies Channel YouTube, subscribe otanamba kwirorera wone episode 1 shoka wone episode 2 cia hau wetereire riu ri nikigigiria wirorere movie
Taru uguo riu ringi urakora ni kurire gabura kana wikaire ati kahorera ukerera movie kahora ka enjoy sawa ndukanerore episode 2 mbere ya episode 1 you be completely messed utakuwa umemesiwa sana ambĩrĩria na episode 1 uthie episode 2 ambĩrĩria na 2 ni haku ni gwĩbanga atakwambia barabara na thutha anyway we ngwitha kawĩra ama nĩgwitha nani Kinya. Kinya. Unajua wale wametoka Meru wengi wao tunajua anaitwa Kawĩra. By the way majina ya wasichana ni ile hata sijui ya Kimeru najua tu Kawĩra. Kawĩra ni njua nachi yule wa koti ama ni kuna majina za Kimeru ni kama gani sasa? Siko na KK. Ya wasichana? Sana K. Kirote, Karimi, Kirote, Karimi, yeah, Karimi yani Makena, Gatwiri. Kumbe hizo zote nimesikia niko sahabu. Wow, thank you so much. Na karibu sana huku kwa Farodhi wa Rael TV. Sitaki tuongee Kimeru ama Kikuyu, wacha tu stick kwa Kiswahili kwa sababu najua wewe utapotea hapo katikati. So wacha tukujue from your names, mahali umetoka, masomo. Yes, until mahali tatuambia uko single labda sijui. You can give all the details. Okay. Yes, kamera yako ni hii? Hii? Yes. Okay, naitwa Rael Kinya. Kutoka Meru. Nimesaliwa place inaitwa Mekidori. Yeah, huko niko nimesaliwa. Mekidori. Nikasaliwa huko, nikalelewa huko. Yeah, na kusoma kidogo pia. Yeah. Okay, na najua kasauti utaongezea. Sauti? Lazima watu wakusikie vizuri. Sawa, nitaongeza sauti. Mekidori. Mekidori. County of Meru ama Tharaka Nithi? Ni Meru. Meru County. Yeah. Huko ndio umezaliwa na kulelewa? Okay. So after hapo nikakuwa na my parent, mom, dad, na tuko kwa my parent, tuko watoto 11. Yeah, so ukabahatika kusoma ama pia wengine? Mimi nilikuwa napenda sana kusoma but sikufaulu kusoma. Yeah. Kwa hivyo ulimanage kufika wapi? Hata sikufika mahali. Yeah. Haya, hapo ulifika? Hapo nilifika. Okay. Yeah. So, sasa after kufika hapo ulifika, ulienda wapi? Did you chose to do business? Okay, after kufika hapo nilifika. Okay, Kenya kilifanya thingi nisisome sana. My father, babangu hakunipenda sana. Cause nimeitanishwa na bibi wafu. My grandfather, bibi wa 4. Na yule mama alikuwa na tabia si nzuri za kufurahisha familia yao. So kwetu wanasemanga maybe ukitanisha mtoto na jina mbaya hatafanana na hiyo jina. Unaona? So my father hakunipenda. Hata kama wale wengine walikuwa wanaenda shule, mimi sikuweza kupelekwa shule. Babangu alinishukia sana. By the way sijasoma kabisa, acha nikwambie ukweli. Sijasoma kabisa. Ujingia shule? Sijasoma, ukisikia kama sijasoma. Usione venye nakaa sijasoma. Hukai? Yeah, ni favor ya God na kujikubali juu isha happened imehappen. Yeah, so nilianzia hapo class 2 ndio nilifika mwisho. But nilikuwa napenda sana kusoma. Hata wa leo ni kitu inaniumanga sana. Sijawahi, yani siwezi hata kuongelea hiyo kitu, but ni kitu niuma sana kwa roho. Na nilikuwa time wengine wanaenda shule, mimi natumwa kwa shamba kuangalia shamba isikulwe na wanyama. So ilifika mahali nikachoka. Juu ukienda asubuhi kuangalia shamba, unapata watoto wengine wanaenda shule asubuhi, wewe unaenda kwa shamba. Hiyo kitu iliniuma. Ilifika siku moja nikatumwa kama kawaida, but niliepa nikaenda kufanya kwa ajili ya kazi ya nyumba. Nikiwa na 9 years. Nikaenda nikafanya kazi ya nyumba. Nilitoroka kwetu. Kwa hivyo nilitoroka. Na babangu alikuwa anasema mwenye atakuja kutoroka kwetu asiwahi rudi. So mimi niliepa nikaepa kabisa. Okay. Nikaenda nikafanya kazi ya nyumba
nikiwa na miaka 8 nikarudi nikiwa na miaka 9 nikarudi nikiwa na 12 years, wakati Kibaki alisema shule ni free. Juu pano mali hata nilikuwa naajiriwa, sikuwa naweza kufanya kazi, nilikuwa kazi tu mtoto na kuangalilia mboma wengine wanaenda shule wale wadogo wao. Okay. So ilikuwa inaniuma like unapata sina amani kwa ile familia. Wakati Kibaki alisema shule ni free nikarudi home kwetu. Nikamwambia babangu nataka kurudi shule. Babangu alikataa. Intentionally. Alikataa na akaniambia aliniambia kama unataka kurudi shule rudi mahali ulikuwa. Ama kama ni hapa fikiria venye utaolewa, ushakuwa mwanamke. Na hiyo kitu iliniuma. Naona bado niko mkubwa na nataka kurudi shule mbati haikumeki. So hiyo kitu iliniuma. Sikurudi kuajiriwa, nikakaa nyumbani. Kukaa nyumbani ilibidi sasa babangu akaanza kuna ile Wameru walikuwa wanafanya hiyo time miaka ilikuwa hapo, Wameru walikuwa wanakeketa wasichana mali nimetoka. FGM. Yeah. So ikifika hapo ikakuwa walikuwa takani fanyiwe hiyo kitu, but nilikata. Nikawaambia kama mmeninyima elimu, hiyo si elimu, mimi nikakata. Kukata babangu alikasirika. Juu pale ukifika toka 12 years to 13 lazima upikie babako uji ile sasa ukue umekoma, umekuwa mtu mkubwa sasa ndio. Sasa ite wazee wengine ukitengeneza uji wakunywe wakunywe pamoja ndio. Sasa umeshakuwa msichana amekoma. But nilikataa na kutoka hapo nikakaa, but ilikuwa mosaliji kwa babangu alianza kunitukana. Akiniambia atakumharibia wadogo wake. Juu sijui wanasema usipota ili fanyiwe hiyo kitu, sijui utakuwa malaya, sijui vitu kama hizo. So alianza matuzi. Babangu akienda kukunywa inakuwa ni kama ameenda kunikunywa pombe. Ananitukana kutoka usiku mpaka asubuhi. Natukano. Nimekosa kupelekwa shule. Nimekataa kupelekwa shule. Nimekataa kufanyiwa hizo vitu walikuwa kunifanyia. So imekuwa mimi ni kama kabisa. Amenieti nikiwa mtoto mdogo na bado nimefika hiyo miaka bado hanipendi kabisa. So ilifika mahali mpaka karibu niulize mamangu babangu ni nani. Juu sikuona kama but niliona kama nitakosea mamangu heshima kwa mimi ni mtoto wa 7. Mimi ni mtoto wa 7. Na nikaona hakuna ya kusenda kuuliza mamangu vitu kama hizo niko. Kweli. Ningekuwa ningemkosea heshima sana. So nikajamaza na nikakaa tu hapo nikitukana, but matuzi ilishindi sana. Nilizikuwa tena vitu zangu nikaenda kuajiriwa sasa tena Meru Town. Shule imekosekana, nimekataa vitu wanataka, matuzi imekuwa mingi. Babangu alikuwa akisimama matuzi alikuwa ananiita ni kuniita malaya. Sitaki malaya kwangu. Na sikuwa najua hata mwanaume ni kusema nini. Nimekataa vitu alikuwa anataka. So mimi nilienda nikaajiriwa tena Meru Town. Na pia nilienda nikaajiriwa Meru Town, nilienda nikakaa hapo. But mimi sijawahi ona love ya parent. Sijawahi pendwa tangu nikiwa mdogo. Sijawahi pendwa na mtu. Sijui love ni kusema nini. Yaani kwa parent nilikosa elimu. Maana nilienda kuajiriwa, unajua kuajiriwa si kazi rahisi. Kwa hivyo mimi sijui kupendwa ni kusema nini. Sijawahi ona love ya mtu yet like. So nikiwa nimeenda kuajiriwa Meru Town, nilikuwa naelekea 13 years your time. Na nikaenda nikaajiriwa kupikia. Kuna mama aliniajiri kupikia watoto shule. Alikuwa na shule ya academy. Alikuwa mwalimu wa primary but alikuwa na academy. Akaniajiri kupikia primary school academy yake. So nikipika pale ilikuwa ni kazi ngumu sana. Nilikuwa naendea cabbage, market town, Meru Town hapo Kakoromone. Naendea cabbage waru tutapika tu kama kesho yake. Na akanituma siku moja. So alikuwa akitoka shule ananituma naendea shopping. Siku moja nikienda kununua vitu za kupika nikapatana na mzee. Alikuwa anauza vitu kwa kibanda. Hizi kama earrings, necklace, vitu kama hizo. Na mimi nikaenda. Benye nilifika hapo nikaenda kuulizia tu earrings. Nikaenda akanipea kapea kamoja nikavaa kwa masikio free. Mimi huyo ndio mtu wa kwanza kunionyesha love tangu niitwe mtoto. Akanipea earrings, akaniambia hata sijakulipisha nimekupea for free, na akaniandikia namba kwa karatasi. So mimi kwenda pale, huyo mama alikuwa na simu ya nyumba, simu ya nyami, nikaanza kuongea na huyo mbaba, tukaongea.
Mimi ndio alinipatia earring, niliona nishapata mtu ananipenda. Sikujua tu maybe ni normal juu sina experience ya wanaume, sina ni mara ya kwanza. Na akanipatia, tukaanza kuongea, kukaa nikamwambia nataka kwenda nyumbani. Akaniambia enda nyumbani, nitakuja kwenu. Nilikuwa 13 years sasa. Nikaenda home, kukaa kuna siku alikuja market huko kwetu Mikindori, akikuja kuuza vitu zake na akakuja tukaongea, akaniambia siku fulani usiku nguo zako ukuje. Na hivyo ndivyo nilifanya. Na 13 years. Sasa hiyo alikuwa miaka ngapi yeye? Alikuwa 28. 28. Alikuwa 28. Mimi nilikuwa na 13 years. Na ukachukua nguo na ukaenda. Sasa mimi unaona kule kwetu sijawahi na love kwa my parent. Ni matuzi. Kuajiriwa ni kazi ngumu. Yaani si tulikuwa napenda kuajiriwa. Ni ile shida imefanya mpaka like kwetu hakukaliki, ni matuzi. Wengine wakienda shule mimi niko pale. Sina mtu wa kuniongelesha na wanielewi vitu tunapitia. So hiyo kitu ilini affect. Mimi nilienda nikaanza kukaa na ule mbaba kama bibi. Na 13 years. 13 years. Kaenda nikakuwa bibi, kukaka, nikapata mimba. Nilizaa na 14. Mtoto wa kwanza 2004. 14 years. 14 years nilikuwa na mtoto. Wana kijiji hawakuwa wanaona. Kwa hivyo kwetu, okay. Kwetu nimetoka Mikindori. Baba alikuwa anakaa Meru town. Kwa hivyo ni distance. Yeye ako town, ni Mboni town na mimi nimetoka mashambani. Kwa hivyo hata kile kinaendelea kuna mtu anajua. Kwenye alikupeleka haukuwa simuliishi pamoja? Tuliishi pamoja. Hakuna maneighbors walikuwa wanashindwa, mtoto walikuwa wako lakini kwa plot. Hakuna mtu akona shughuli na ilikuwa ni kwa mitaa, ni kama tu lete mtu Nairobi. Hakuna mtu anashughulika kwa plot. Kwa hivyo hakujua kama ni sister kazi. Kama ni sister ama nani, lakini nilikaa tu na yeye. Kukaa mimi hata sio kama nishaipata period ya kwanza ama ya pili. I don't know. Au kuipata period ya kwanza? Hapana, nilipata mimba. Nikapata mimba. 2004 nilikuwa mdogo. Hata sikuwa najua usafi ni kusema nini by the way. Na yule mtu amekuoa ni mtu alikuwa na bibi wa kwanza wakaachana hata wako na mtoto. But sikuwa najua. Na I think siku ndio kuniweka alikuwa ameniweka kwa nyumba. Juu sikuolewa, ukiangalia sikuolewa. So, mimi nikapata mtoto, but nilijua watu wao, sister zake, mama yake, na wakanipenda. Juu nilikuwa msichana mpole sana. Wakanipenda, nikakaa na mimba, nikapata mimba, but nikiwa na mimba alianza madharau. Kuhusu unajua yule ni mtu mkubwa na mimi ni mtoto. Kwa hivyo mimi hakuna kitu ningesema kwa ile nyumba kama mtu, hangenisikiza. Mimi nilikuwa tu ni kama sasa shule hata miaka 30 utaambia mtu nini? Mimi hakuna kitu yaani alikuwa ananidharau ile like hakuna kitu ningemwambia asikie. Hata nini. Lakini pia unaona age difference. I mean hata kusikiza umwambie nini? So mimi nilikuwa tu pale ni kama tu nafua tu nguo napika. Wasichana wanakuja kwa nyumba naambia huyu ako wapi? Naambia ako job. Wanaenda wanapatana huko. So ilifika mahali akaanza hata kunichapa. Nikiwa na mimba na kuniacha bila chakula. But mamake alisimama na mimi sababu nilikuwa naambia mamake alikuwa ananisupport. Na ikafika mahali nikapata mtoto wa kwanza 2004. Haya nikakaa kupata mtoto mamake akakuja kuona kale katoto. Nilikuwa nikachana ka kwanza. Kukaa nikapata mtoto. Nikukaa nikagonjeka sana. Nilikuwa na ile mimba. Na by the way kupata mtoto wa kwanza nilichapwa na wiki ya kwanza. Nilichapwa. Nilitoka hosi nikakaa. Akienda job aliniachia 50 bob. Niachia 50 bob ya kupika. But mimi niliona juu itatosha, mimi nikapika tu uji. Kaunga nikapika uji mtoto apate maziwa. Hiyo hata ni madharau sasa. Hiyo hata ni madharau kuliko ile 50. So alikuja usiku ametoka nyumba anataka chakula. Unaona yeye alikufanyia madharau kukuachia 50 na wewe ukaongezea madharau ukapika uji. Ningefanya nini hata kama ni alikuja akanichapa sana by the way. Hata mimi hapo wiki moja. Sasa 50 ningepika nini hata kama ni wewe. Sasa hata wewe uji. Tunakula uji sasa. Sasa huyu si ndio atilize mtoto apate maziwa. Hata afadhali ungenunua matunda. By the way kwa sababu pia unataka mtoto alikuwa maziwa, sina food na lazima mtoto atanyonya.
Na 50. Na wazazi wangu hata hawajui kama niliolewa ama sijaolewa. Mimi niliomba jirani uji niweke hiyo 50 akuja ikule. Sasa mimi nilikuwa mtoto, sikuwa na hiyo akili. Kama saizi leo hii niko na hiyo umri at least na understand kitu kama hiyo. But hiyo time baba nani shika tu hiyo 50 enda nayo. So mimi nilipika uzi kuja jioni akapata hakuna fundi akanichapa. Na pia alinichapa mimi nikalala kwa kiti na mtoto akalala kwa kitanda. Asubuhi nikaamka. Nikamwachia mtoto nikaenda kwetu. Mtoto 1 week. Kwenda kwetu nikaambia mamangu venye kumeenda amenichapa ananitesa niachie pesa. Mamangu akaniambia hapana, rudi uendee mtoto. Mimi nikarudi, singerudi peke yangu. Nikapita kwa mamake. Yeye alikuwa ametoka place inaitwa Kianjai. Nyumbani kwao ni Kianjai. Sasa nimetoka pande ya Mekini nimeenda Kianjai ndio tupatane na mamake twende Meru Town. Kwenda tukapata mtoto. Sasa hiyo siku nilienda before niende tumerudi kesho yake sasa. Mtoto alipikiwa uji na 1 week na manjirani. Lakini surely wange okay because nani ni expensive ni mashinani. Alipikiwa uji ya kunywe. Alipikiwa uji. Yeah. So siku mwacha nje usimpendi matinde uchungu nilikuwa napitia. Na bado uko mdogo. Ni mko mdogo sijua hata mtu. I think hata mtoto hujui sasa. I think kwetu hapo nyuma kwetu hata ungeolewa na miaka 10 mtu alikuwa na vile tu acha uolewe. Hakuna mtu. I think time ya Moi hapo hakukuwa na eti elimu sijui lazima usome sijui kulikuwa tu hivyo tu. So like kwa hivyo ni mtoto na mtoto. Ni mtoto na mtoto. Lakini mwenye niko naye ni mbaba. Yule ni mtu mature enough. So nilikaa na huyo mbaba tukakaa kinichapa. Sasa kutoka hapo alianza kunichapa ya ukweli. Nafukuzwa. Kitu alikosea kwanza alijua sijasoma. Hakuniuliza kitu yote vile tulianza kukaa naye. Kwa hivyo amejua nikiwa na mtoto. Kwa hivyo sijasoma. Niko na mtoto. Hata anitaki. Mimi naitwa mjinga. Nachapa mpaka natupigwa nguo nje. Nilikuwa natupigwa nguo kwa plot. Mtoto ni mdogo. Na kule kwetu najua sina mtu wa kunipenda. Kwa hivyo siwezi rudi pale na mtoto. Ni uchapwe, upige magoti. Uite watu wapembelezi wakuja mwambie rudisha nguo kwa nyumba. Mimi nilipitia life ngumu. Kutoka hapo mateso ikaingia, nikagonjeka sana. Nikaanza kufungana kifua kama asma na tumbo kufura. Mimi kukaa mtoto. Kukaa mwingine bado ni mdogo, nikasikia tumbo inafura. Mimi nafikiria ni kugonjeka. Kukaa niko na mimba nyingine. Ya pili. Wa? Nilipata mimba ya pili. Na miaka ngapi? Na miaka ngapi? Sasa niko na 15 years. Sasa after 1 yuko na mimba nyingine? Niko na 15 years. Mimi sikujua kama mtu anatumianga dawa za kuzuia hakuna kitu nilikuwa najua, sasa nikwambia ukweli. Hakuna kitu nilikuwa najua, nilikuwa mimi nikulea I don't know, sijui. So nilianza kugonjeka, naenda hospitali hakuna ugonjwa. Naenda natibiwa hakuna ugonjwa inapatikana, piwa ni kukoa ni kufungana. Kukaa kufika I think nikaenda home. Mamake akamwambia nipeleke hospitali. Na kunipeleka hospitali akamwambia nipiwe scan. Hata nilienda peke yangu hospitali nipatie pesa nikaenda hospitali nikaambiwa niko na mimba ya 6 months. Na ule mwingine ananyonya. Mimi sikuwa najua kama niko na mimba. Kwa hiyo mateso, watoto na utoto yani ilikuwa tu life, nimepitia life ngumu moja. Yaani kabla ugonge 18 tayari ulikuwa ushaonja life. Na ukasikia hii life hapana. Yaani nilikuwa nimechoka. By the time unagonga 20 unakaa mama wa miaka 40. Yaani uone picha zangu za hiyo time na za hizi. Hata utanihurumia tu. Juu niko nazo hapa. Naweza tamani kuziona. Utaziona tu. So pale nilipata mtoto wa pili. Nilikuwa nachapwa na wa kwanza. Kwa hivyo imekuwa too much. Na sipendwi. Sikuolewa, naambiwa sijaolewa. But mamake alisimama na mimi kama mwanamke. Mamake alinipenda. But alikuwa ananiambia mamangu anakupenda sana. Nitakufukuza akuoe. Haya. Alikuwa ananiambia njoo anajiringa na wewe, nitakufukuza akuoe. And by the way, ilifika mahali akanitesa sana. Mara anaenda Mombasa, tukaenda naye huko akanitupa huko. Nikarudi Meru tena, nikakuja. Na ilifika mahali mimi nikafika mahali nikarudi tu Meru Town.
nikamwacha Mombasa na watoto. Hata nikuzangiwa nilisangiwa pesa za kurudi na watu, ndio alikataa kunilipia. Juu pia huko alienda kaanza tu tabia za wanawake huko. Mimi singemwambia kitu, singeongea, nilikuwa like sikuwa na sauti. Unaongea na mtu like hata akuelewi. Hajui umegrow aje, hajui uliingia kwa hii shinda juu ya shida gani, hako tu hapo na watoto. But nilikuwa na familia pale juu ya watoto. Juu pale kwetu babangu singerudi pale na watoto. Na kwetu kuna shida. Kwa hivyo familia iko na watoto 11 iko na shida, usifikirie ni rahisi na ni ushago. Na mamangu alikuwa ni mtoto wa kulima, babangu ni mlevi, ule mlevi kupundukia ule mwenye anakunywa usiku na mchana. Nilikaa pale na kuchapwa, kutupiwa nguo nje. Sasa niliita mamake nikamwelezea, akaniambia ukifukuzwa unakuja kwangu. So mimi sikuwa naenda kwetu, nilikuwa naenda kwao. Nikienda kwao na kaka, mamake ananiambia mwanamke nikufurudi, nikutulia. Narudi pale. Na nilirudi nikakaa nikachapwa, nilikuwa nachapwa natupiwa nguo nje. Alikuwa anatupa kwa mlango. Akiona sisikui, anaenda achukue nje kwa gate. Kwa hiyo niweka kwa paper bag. Natupiwa nje. Anitaki. So na mimi singeweza kwenda juu, nitaenda wapi na watoto wawili? Sina kazi. Sijawahi fanya kazi. Siwezi enda kwetu na watoto. Lazima nikae pale. Nilivumilia pale juu ya watoto at least. Ndio watoto wanapata chakula at least ni wale. But ilifika mahali nikaita babangu. Niliita babangu mara kama 2, mara 3. Mara ya mwisho babangu aliniambia mimi sio kifo niwatenganize. Penye mzazi anakuteteanga vitu namwambia, niambia sio kifo. But mamake alikuwa ana fight na mimi, alikuwa ananisupport. Kutoka hapo nikaachana na babangu. Nikaanza kuita brother mkubwa. Nikaita brother wakachoka. Juu nilikuwa napitia life ngumu. Ilifika mahali na sikutoka pale. Nilikaa juu ya watoto. Hata kama nilisema niliona mamangu akichapwa sana vita na akatulea. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema hata nikichapwa nitalea watoto. Kwa hivyo mimi nilikuwa nakaa pale juu. Niliona mamangu alifight na hakutuacha akatulea. Mimi nilisema pia mimi nitafight. Juu nilee watoto wangu. Juu si kuwa na otherwise nitaenda nao wapi. Hapa at least uko napata mahali pa kulala, pa kukula. Ukitoka utaenda wapi? Miaka nayo imekataa kusonga. Miaka ishongi, umekaa like yani I don't know. But ni life, sitalia. Naomba nisilie. Sijakuja kule, nimekuja tu kuongea. Na ilifika mahali wakafika mahali watu wakaenda shule. Mmoja aliingia shule akiwa na 2 years, kukakaa wakaingia wote shule wakapeana company. So akaniambia watu wameenda shule, nataka nikufungulie ka job pale kwa stage ufanyange biashara hapo, wache kukaa kwa nyumba. Nilikuwa nimekonda, yani nilikuwa ananiambia watu ukiweka kwa bucket ya mafuta ufunikiwe ndani. Huwezi naona wewe. Yani nilikuwa mkonde like, but naelewa tu ni shida. So akaenda akataka kibanda, akaenda Mombasa, akafungua business hapo Meru Town kwa stage. Akaniambia nitakuwa nakutumia vitu kutoka Mombasa, unauza na wholesale. Unauza watu atakuwa nakujia hapo, unaandikia tu barua, wanakuja tu wanachukua pesa. Alienda akafanya hiyo, by the way, kutoka kwa kibanda ameenda Mombasa amepata pesa. Mungu tu amembariki na venye tuna fight. I think nilikuwa na baraka kwake. Ndio alipata pesa. Tulika naye tu alipata tu pesa tu direct akaenda Mombasa na akaanza kuuza vitu. Na watu wakakuwa wengi, alikuwa anauza vitu mingi sana Meru Town. Alikuwa anauzia watu, wanakuzia hapo cartons, wanakuja wanaenda kuuza kwa duka sawa na retail. So ilifika mahali akaniambia, kwa hiyo pesa unafanya utakuwa unachukua 200 ya chakula pekee ya watoto, ya chakula. Na usichukue zaidi ya 100 na unaandika kwa kitabu. Na mimi nilikuwa nafanya hivyo. Singechukua hata 20 bob. Nilikuwa tunachukua 200 naandika ya chakula tu. So alikuwa wakati alinifungulia kanduka alikuwa nimeajiri msichana alikuwa anaitwa Masi. Huyo mfanyikazi kuniangalia watoto wakitoka shule kama niko job. Ilifika mahali Masi akaenda. Kukaa nikaita sister yangu mdogo wangu nikamwambia kuja ukange na watoto. Tukipata pesa maybe atakulipia kakosi ufanye juu ya kutuangalia watoto. Sister yangu na akakuja. Sio ako Mombasa. So nakaa na sister yangu anaangalia watoto naenda. Ilifika mahali nilikuwa so alikuwa akienda Mombasa nakaa 2 weeks anakuja ama 1 week anakuja. But akikuja hata atalala kwa nyumba. Atalala kulewa akuja asubuhi. Ama atoke ende kwa mamake hakuja the next day.
Nilikuwa tu akifika kwa nyumba anauliza umefika, naambia nimefika poa. Na nilikuwa anatoka, ana change nguo anatoka anaenda. Mimi nilikuwa tu hapo kulea watoto na kufanya tu kazi. So ilifika mahali alinifukuza akaona ni kama sitawahi toka kwake. Ndio alikuwa ananifukuza. Unashauri mtu akupendi, amekufukuza na uendi. Juu mimi sikuwa niende baada singetoka kwa mahali. Nitaenda wapi na watoto? Alinifukuza akaona sitatoka. So juu mamake alikuwa ananisupport, ni kama alitafuta kitu ya kunifukuzia. Kuna siku alikuwa ananichapa panga mbele ya customer job. Kaka kitu kando tu umeslapiwa kofi. Kitu kindo wewe mjinga toka kazi yangu uenda. Nilikuwa tu natoka naenda. Juu ya kuchapwa hapo sana nilikuwa tu sina sauti. Nilikuwa nachapwa kama kitu ina maana but nilichapwa. Alikuwa akinichapa natoka naenda na muacha. Kukaka niambia kuja angalie job nataka kutoka naenda tena. So ilikuwa ni hivyo. Na ilifika mahali siku moja akanichapa job. Akaniambia kesho yake usikuje job. Na by the way aliamka peke yake, nikijiandaa akaniambia usikuje job, akaenda peke yake. Penye alienda peke yake, mimi nikaachwa kwa nyumba. Juu ya stress, watoto wako shule na sistangu wako kwa nyumba. Mimi nikaboeka nikaenda kutembea huko market ya kwetu. Huko Mekidori. Juu ya stress tu nitembee tu ile tu at least nitembee tu. Ilifika mahali na kufika saa 8 akanipigia simu. Alikuwa amenibaya kabambe. Akaniambia kuja job nataka kutoka. Mimi nikamwambia siko kwa nyumba. Penye uliniambia nisikuye job, mimi nilienda kusalimia best yangu. Kuna matusi wanaitananga wa Meru stataya. Akaniambia kuja haraka. Ilikuwa kitu saa 8. Nakwambia nilipanda gari. Nilikuwa nasikia tu nitaambia dereva tu kimbisha gari. Chukua gari ya ibebe. Nilikuwa nasikia tu matumbo na mikono juu ile bwana. Nilikuwa najua tu nitachapwa. Of course nilikuwa nachapwa bila sababu. Nilienda nikapata merundisha mlango na nikaingia kwa duka. Kuingia kwa duka. Okay, nikiwa benye sikuwa na job hiyo siku, kuna mbaba alikuwa jirani yetu. Alikuwa amenipigia, sema kaniambia, na fulani, kwani leo uko job? Juu naona mzee anafunga duka, anaenda. Nikamwambia mimi leo niko off, sikumwambia nimechapwa. Hiyo tu, na story ikaisha, ndio alikuwa tu next yetu. So, mimi wakati nilienda nikaingia, nikapata hakuna mtu, nikakaa kwa duka. Na benye alikuja akiwa na hasira nyingine, ile like unaona akanislap kofi 2 hapo job. Eti umetoka wapi? Nani nikwambia utoke kwa nyumba bila kuniambia unatoka? So mimi singefanya kitu bila kusema natoka ama sikuwa niende mahali ama hata nguo singenunua, ilikuwa inararudiwa. Hata nipate kanguo ka 50 kanauzwa mahali ka top, ilikuwa inakatakatwa. Kwa hivyo mimi singenunua kitu. Nilikuwa tu like ikafika na akanichapa. Kunichapa akachukua kale kabambe alikuwa amenivaia. Akaniambia toka kazi enda, akanitukana akanipiga kofi akaniambia enda kwa nyumba. Mimi nikatoka nikaenda juu ile ibu ya kudia mbele ya watu na ni kwa stage nilikuwa natoka naenda kwa nyumba. Juu ilikuwa mbaya. Sasa bado kamwili kako. Niko mdogo hata like sijui hata sasa inajiangalianga tunaambia tu God is God. So ikafika hapo nikaenda kwa nyumba. Sijui ile namba aliona imepigwa, haliona mwenye amepiga ni huyo jirani. Akaenda akapatia bibi wa rafiki yake akamwambia itika hiyo namba unjifanye wewe ni fulani mwenye hii namba. Si waliambiana nini? Mimi alinifukuza benye nilichapa nikaenda sikuwa na pesa ya kupikia watoto, nikarudi kuendea pesa ya chakula. Nilienda nikashikwa. Tandikwa nikaulizwa akanitandika akaniambia kwa hivyo kwa nyumba ulienda ulikuwa na mwanaume mali ulikuwa ile namba aliona unaona hai nikamwambia nani huyo akaniambia mwenye ulikuwa na yeye mwenye alikupigia mali ulikuwa ni unajua akaniambia ulikuwa na mzee wako hapa mali ulikuwa mimi hata sijui mwanaume mwingine kuhusu hata sijawahi experience kuhusu about another mwanaume nimezoea tu huyu hata sijui maana mwanaume mwingine kusema ni mtu akiwa kwa married. Alinichapa na akanifukuza na akaniambia nisikupate kwa nyumba yangu. Na akachukua kabamba yake. Ani sauti ile like ushaona mtu anataka ni kama anataka kuchapa mbele ya watu ile kabisa mabati anaogopa. Ananiambia kama utaki kukufa leo nisikupate kwa nyumba yangu. Sasa uende wapi? Nilienda tu kwa nyumba, tukangojea watu wao akatoka shule. Nikamwambia sistangu nimenyimwa pesa ya chakula na pia nimeongeleshwa leo. Nitauliwa nikipata kwa hii nyumba. Ilifika mahali nikamwambia sistangu tutakaa kwa nyumba tukae na watoto. Time ya kukuja ikifika mazili anakujanga ukae kwa ngeti. Ukimwona umwambie nito asinipate kwa nyumba. Sistangu alifanya hivyo.
Penye alimuona akakuja ananiambia ndio huyo. Sisi tukatoka na sikuacha sister yangu. Alikuwa ananiambia sister yangu ni mrembo huko niliko. So sikuacha sister yangu. Nilitoka na yeye tukaenda tukatafuta mahali pa kulala. Kuna mama alikuwa anasona nguo hapo chini. Hiyo plot kwa tunaishi. Nikamwambia hivi na hivi, akaniambia tukalaleni kwetu. Na nikaenda kulala kwa hiyo mama na sister yangu. Kwa hivyo sikuenda hata peke yangu. Kutoka Meruton nilikuwa ni place inaitwa Gitimbine. Tukaenda tukalala kwake, alikuwa hajaolewa, alikuwa ni lady tu kama haukuwa married. Nikalala kwa kiti, akalala na sister yangu kwa bed. Juu alikuwa anakaa single room. Asubuhi imefika mahali, so ndio tulifukuzwa. Lazima tuamke tuende kwa wazazi tukawaambie tulifukuzwa na hatuna watu. Na tulitoka bila watoto. Ilikuwa ni usiku kitu 1:30. Hatukubeba watoto usiku, tuliwaacha. Sisi tukaepa juu mimi niliepa kuuliwa. Mimi nilitishiwa maisha. Na nikaenda tu, tukaamka asubuhi tukaoga, tukakunywa chai tukaenda. Sina nani alimwambia mali nilienda kulala. Asubuhi aliamka akaningojea kwa barabara 1:00 asubuhi. Alinishika. Mimi sikuwa nimeona tu natembea nilishikwa. Kale kamba tulikuwa na kalikuwa na 2K. Nilikuwa nimejiwekea 2K. Hiyo siku nilimpata hapo kama hayuko kwa duka, nilikuwa nimeuza 2K hata sikumpatia hiyo pesa, ndio alikuwa akaanza kunichapa. Nilitoka tu nikaenda. So nilikuwa na 2K. Na hiyo 2K nilikuwa fare kwenda home. Alichukua kamba akatoa 2K na akapatia sita kama tumebaki hivyo. Nimechapwa hiyo asubuhi barabara kutoka Meru tu Nairobi. Nimechapwa asubuhi nimeshikwa. Mimi nilikuwa nashikilia gari kwa barabara. Nakatalia naambia tukifika kwa nyumba nitakuua. Ulikuwa unatoroka nisikuue? Nitakuua. Sasa mtu akimuuliza yani wewe ulikuwa umezoea threat za kuuawa. Sasa mtu akimuuliza amefanya nini? Ni bibi yangu nimempata kwa loji na mwanaume mwingine. Na baadaye ni asubuhi 1:00, nani atakuamini? Na tuko na sister yangu, kuna mtu anajua ni sister yangu. Kwa hiyo mimi nilichapwa tu, nilishikwa hiyo mpaka Meru kwa stage. Kufika kwa stage ndio watu walimwambia, "Ai, hata kama ni nini, mbona unashika bibi yako hivi asubuhi yote? Hata kama umeshindwa na mtu mwachilie aende kwao, kama umwache aende na amani." Watu walikasirika, ndio walikuwa wanajua mali walikuwa wanapanga vitu kwa store, kwa stage walikuwa wanajua nilikuwa naendea hapa. Na mimi si mtu wa kuongea na watu kabisa. Mimi nilikuwa tu mtu mpole. Wakamwambia msichana anaongeangi na watu. Kwa hivyo mwachilie aende. Watu wakajaa. Nilisikia akimwambia hata bibi wa pili ulimchapa ukamtoa nguo mbele ya watu. Huu ni wa pili unamchapa asubuhi mbele ya watu. Kwa hivyo ni kitu amezoea I think. So mimi hapo ndio watu walijaa, mama mwingine akaniambia, "Ile watu wamejaa wewe peni." Si tukaepea hapo ndio sikuenda kwa nyumba kuuliwa. Nikaenda kwa duka nilikuwa nimezoea kununua breakfast, nikakopa pesa 500 ya kupeleka home. Tukaenda kwa wazazi wangu. Hatukwenda kwa wazazi, tulienda kwa brother zangu mahali wamejenga. Nikaenda explain venye kuko, sister yangu akawaambia kila kitu. Kesho yake on Sunday, hiyo ilikuwa Saturday, on Sunday wakaturudisha, tukaendea watoto na manguo. Na tukaenda na wao. Brother yangu akampigia simu akakuja. But watoto alikuwa amepeleka kwa sister yake. Kwa hivyo tulienda tukamwambia, brother akamwambia nimeleta hawa kujie nguo. Alimwambia kama umeleta huyu mimi nilimalizana na yeye simtaki kwangu. Alifanya hivi na hivi na hivi na hivi, but hakuna evident. Na sister yangu tulikuwa na sister, kwa hivyo hakuna kitu. Ni ile tu aliona mama yake ananipenda, basi alikuwa na shida atanifukuza aje. Na baada yake niharibia njina. Unaona sasa atakao sitapendwa tena. Nilikuwa naenda natetea na mama yake ananisimama na mimi, unaona? So ilifika mahali akaongea na brother yangu akamwambia mimi kama ni ngumu umekuzia ni sawa. Lakini watoto wangu hawataenda kwenu watakuna choo. Songa hii sienda kwenu. Alichukua watoto wake, hata kuchukua alikuwa sister yake. Na basi tutolee nguo. Aliingia akatoa nguo zote ya ndani, yote. Ilikuwa inarushwa brother yangu akiweka kwa bag. Zenu zote. Zote. Ilikuwa inarushwa tu. Tukapatiwa nguo tukanyima watoto tukaenda. Kutoka hapo maisha ikaanza. Mimi nikaanza kungangana sana vibarua. Nasema ningangane na maisha, njoo uweze enda pale kutegemea wazazi. Kweli? Uweze enda kutegemea brother yangu alikuwa ameniambia tuende kwake tukakae, but alikuwa ameoa au kama amekaa na bibi yake. Nikaona sitaenda kuharibia ndoa yao njoo hawajakaa bado. Mimi nikajiingiza tu kwa maisha, nikaanza kuhustle, nikaenda soko, nikaanza kuuza waru nini. Sina experience ya kuuza hizo vitu. Na hizo zinaharibika. Hapo nikakaa, nikapata mzee mwingine akamwambia nipeange nguo zako niuze na kula faida na kupatia pesa yako. Walikuwa wanajuana na baba watoto wangu.
naye akataka tuanze kukaa naye, nikakataa. Kukataa naye job ikaisha. Job ikaisha, ukakaa nikabaki sina pesa, sina job, sina nini. But ikafika mahali nikaongea na mama mwingine akanitafutia job Nairobi ya kazi, house girl. Nikakuja Nairobi. Sasa nimefukuzwa, tumeachana sasa ni 2010. Ndio nimefukuzwa na huyo mbaba. Mtoto wa kwanza ako na 4 years, mwingine ako na 6, anaelekea 6 years. Mmoja alikuwa anaelekea 4 years, mwingine anaelekea 6 years. Nilikuwa ameachana hivyo. Mimi ilikuwa 2010. Mimi nikakwenda nikaanza kufanya kazi ya nyumba. Na idea yangu ni nilikuwa nimekwenda nifanye kazi ya nyumba, nipate pesa. Niende nifungue job yangu, nirudie watoto wangu. Mimi nikakuja nikafanya kazi Nairobi for 2 years. Sasa yeye amebaki na watoto? Aliachwa na watoto. Sasa alikataa na watoto. Sasa hiyo wako age gani? Okay, hapo nyuma benye alinifukuza hiyo siku after siku 3 kama sijaisha after siku 3 alinipigia simu akaniambia kuja watu wako wanateseka, kuja ukae na watoto wako. Umesikia after kufukuzwa na tumefukuzwa na kila kitu. Na mimi ndio huruma ya watoto nikarudi. Na sikuambia mtu nyumbani nimerudi, nikaenda akatuita kwa hoteli mahali ako na watoto, tukakula, tukakunywa, akanipatia pesa ya kupika dinner. Na nikachukua tu nikaenda kumbe naye akaenda job. Mimi nikaenda nikapikia watoto. Kajua deal imeivana sasa, mambo iko sawa. Si naona amechange. Si amechange. Jamaa amechange. Unajua mwanaume ananyenyekea, nitabadilika. So, hiyo siku nilienda nikapikia watoto, nikapika food. Yeye alienda. So, mwenye alienda hakurudi, alikuja saa 9 usiku akiwa mlevi. Hiyo ndio siku nilikuwa nikufe. Ni Mungu aliniokoa. Juu nilienda benye alikuja akaonga mlango niende nikafungua. Alikuwa mlevi. Benye nilifungua mlango ni kama Mungu aliniongelesha. Nikarudisha tu mlango, sikumuongelesha. Nikarudisha mlango, sikufunga na konzi. Tukaingia kwa huko ndani. Ilikuwa ni simu ilikuwa imekatanishwa hapo. So benye niliingia huko alikuja akaninyonga. Kuninyonga akaniambia nataka uniambie ukweli kama ulilala na huyo mwanaume. Akaanza kuniforce nimwambie kama nilala na mtu. Nikamwambia mimi sikufanya kitu. Akaniambia hapana, niambie ukweli. Nikamwambia sikufanya. Ni kama alinyonga akaona sikufi. Akatoka kuendea kisu. Wenye aliniachilia ndio nilisikia ni kama nimeanza kutoa pumzi. Nikasikia kitu kisu kwa vyombo. Mimi nilitoka tu. Niliingia nikatoka. Akisukua kisu mimi nikatoka. Jisiko nimefunga mlango. Alinitafuta ploti mzima. Juu sikuteremka mimi nilipanda juu na yeye akaanza kunitafuta kwa plot huko chini. Kwa hivyo angenifuata angeniua. Na sasa juu angekutoa wapi? Na ni usiku ni saa 9 usiku watu wamelala. Mimi naona kila kitu anachunguka kinitafuta kwa plot but nikajifunika tu na nguo mali watu wananikanga nguo asinione. Ikafika 6 mimi nikaenda mali nilikuwa nimeenda nikidori nikarudi huko. Kutoka hapo nikasema sitarudi tena. Hata kama ni watoto. Napo nilishika mwisho. Mimi kutoka hapo nikakuja Nairobi kufanya kazi ya nyumba. Kukuja Nairobi nikafanya for 2 years kazi ya nyumba na nikafungua job Mudhurwa ya kuuza nguo. Mwaka gani? Hiyo ni 2011. Okay. 2012. 2012 ndio nilikuwa nauza nguo Mudhurwa. Mwezi wa Julai, mwezi wa 9 hapo kwa hapa. Ulikuwa unauzia wapi? Na nilikuwa naishi hiyo 2012 nilikuwa naishi hapa Landmawe. Hii barabara ya kwanza ukiingia na Mudhurwa ya kwanza ya pili. Okay. So nikaanza kuuza nguo za wanaume. Na job yangu ikapik. Saa pale ndio nilipatana na customer. Akamwambia leo sijakuja kulia, leo nacheka tu. Nikapatana na kijana alikuwa customer wangu analetea customer na akakuja tuka exchange number. Sasa kwa exchange number alikuwa ananiambia ndio alikuwa mrefu. Hawezi pata size yake hapo. Ananiambia ukienda Gikomba alikuwa anauza nguo za mtumba kamera, lakini ukienda Gikomba unitafutia nguo size yangu unanipigia simu unaniambia umepata nguo ama nakuuliza nguo unataka na unaniambia unaniletea. Kwani sasa hiyo ananunua nguo ngapi? Mimi sijui. Sasa si ni hivyo tu mimi niliambiwa. Wiki ndio achukue namba. Mimi sijui ilikuwa tu. Unajua hata walikuja wawili by the way alibeba shati 5. Okay. Yeye hakubeba hata nguo alikosa size yake. So mimi nikaka na ikakuwa tu ni customer. Ananiongelesha, ananipigia, ananisalimia kama kawaida. Ni kama kuna siku, kwa hivyo sasa story alinipeanga tukiongea, aliniambia yeye alikuwa ametoka Kisii, akakuja Karen. Karen kuna mbaba alikuwa anajenga nyumba huko, alikuwa amemuita akuje, hamshikilie ile nyumba ijengwe, ikisha ndio hampeleke maybe course yoyote, maybe ya polisi ama ya driving school. Kwa hivyo yeye alikuwa ana kazi. Maybe pale alikuwa amepewa amejenga tu nyumba kama mabati pale, alikuwa anatolea watu materials za kujenga. Yeah.
So mi akaniambia hiyo ndio alikuwa anafanya hapo, na tukakuwa tu friend aniongelesha. But kuna siku ilifika ni kama alienda kutembea, akaachia mtu mmoja funguo za nyumba yenye iko na hizo materials za kujenga. Vitu zikaibiwa za 60,000. Wow. So venye iliibiwa, huyo mtu akamwambia kama unataka nikupeleke ndani, utafanya hiyo miezi yote mpaka pesa yangu irudi. Na yeye ndio alikuwa anataka kufanya hiyo miezi bila kulipwa, akakuja akaniambia venye kumeenda. Na akaniambia ndio ulipia brother school fees na mamake ana kazi. Na mimi hatujuani. Mimi kazi yangu ni mpya na mimi simjui. So nikamwambia kuliko ende Kisii, si utafute tu job yote ufanye. Juu mimi sijui niko na roho. I don't know. Mungu tu anisamee vitu zingine. So nilimwambia kuliko ende Kisii, tafuta mahali pa kukaa, utafute job. Akaniambia na mahali pa kuishi na zirudi huko. Ndio sasa alipo job. Nikamwambia kuja kwangu kae kwa kiti. Usicheke, tunaongea. Hata nicheke sasa. Nilimwambia mahali pa kucheka uacha tucheke. Hatutacheka. Sababu ulisema leo hakuna kulia. Mimi stalia aliomba ile kulia. Hii huruma yako nayo. Hakimi, I think ni juu nimetoka kwenye shida. Na I don't know. Mimi napenda kuona, napenda kusaidia watu. Sipendi, sikumbeba kama boyfriend, njua tu kuongea mambo ya kupendana. Nilimwona kama rafiki. Unaona? Ingekuwa ni kama boyfriend ama mtu alikuwa ananiambia eti ananipenda, asingempea mahali pa kukaa. Kwa hivyo ilikuwa ni kama tu friend, kama customer, hivyo tu. So mimi akakuja akakaa. By the way, alikuja kwangu na akakaa kwa nyumba, hakuna kitu tulikuwa tunafanya. Almost 3 months. Njoo alikuja, mimi nilikuwa natoka mapema naenda Gikomba kuendea stock. Na kukuja ni late. Yeye alikuwa anashinda kwa nyumba. But nitaacha nimepika. Nilikuwa namuuliza njoo ana job, hana mbele wala nyuma. Nalisha jamaa. Mimi okay, na ile huruma chache nilikuwa naenda nikaambia rafiki yangu niko na best yangu ana job, alipoteza job, mtafutie job. Akamtafutia job KRI by the way. Na akapata job. But sasa pale ni mimi nalipa nyumba, kukula, kila kitu ni mimi. Na simjui, atuongee mambo ya kuoana, si marafiki. Hakuna kitu inaendelea. Yaani unaacha umempikia kila morning. Nilikuwa nakuja jioni nikitoka job, si lazima nipike nikule. Nilikuwa napika chakula mingi na mwachia panka ya lunch. Umenielewa? Nilikuwa nikipika chakula napika mike ya atakula kesho lunch juu mimi sitakuwa mchana. Si atashinda kwa nyumba. Kwa hivyo ana job na ana pesa, atashinda job of course. So mimi nilikuwa nafanya tu hivyo naenda. Ilifika mahali akapata job na akapata kazi ya security KRA. Na nikashukuru Mungu. Wow. Sasa pale KRA alienda akaambiwa kuna siku atakuwa anavaa suit na kuna siku atakuwa anavaa uniform. Ndiye atakuwa na direct wale wakubwa wanakuja kuona waheshimiwa huko ndani. Una direct mtu mali anafaa kuingia. So ikaenda sima atakuwa anavaa suit na kiatu ya rangi na anakaa smart. Akona pesa kununua hizo vitu. Bado. Mimi Recho. Msichana wetu pale. Itabidi afanye kazi. Nikampeleka tu akanunua nguo, nikamlipia. But sile shati nilikuwa namtafutia shati. Na hata wakati huu ni rafiki? Ni rafiki. Mimi naongea from my heart. Na mbona mimi sikuwaipata marafiki kama hao? Hapana, usijali. Kwa hivyo lakini shukuru Mungu yaipata rafiki kama ndio mimi, nilibaki na uchungu ndio huyo mtu. Na ikaenda hivyo akapata job, nikamwambia kila kitu alikuwa anahitaji. Kwa hivyo fare ni mimi nampatia kila siku ana. Ngazi ikiisha ni kila kitu ni mimi, rent ni mimi. Panga akaanza kupata pesa. Kupata pesa mwezi wa kwanza nikamwambia ndio umepata pesa ya kwanza, tafuta kanyumba ndio uweze kunjipanga. Jamaa alikataa akaniambia tutaongea weekend siku job. Tukaendelea tu. Sio siku au sasa hiyo bado mnaishi kama marafiki? Tunaishi tu. Juu mimi nilikuwa na msimamo wangu, nilikuwa namwambia niko na watoto, nilikuwa married. Kwa hivyo mind yangu ni kufanya kazi niende wale watoto nikae na watoto. Nilikuwa na msimamo mmoja. So ilifika mahali I think tuko na roho dogo. Si unajua tuko na roho dogo. Ilifika mahali tukaongea, ilikuwa ni Sunday kwa job na sio kwa job. Akaniambia nisiende job. Mimi nilikuwa nafunga banka job Sunday. So akaniambia sana nikitoka church. Okay. So akaniambia leo tunaongea. Akaniambia mimi nimeona kuliko nitafute nyumba eti nianze kula pesa na wachana wengine. Si wewe umenisaidia nikafika mahali nimefika. Tukubaliane tu tukae pamoja, tusaidiane kama watu wawili.
Juu mimi sikuwa na mtu napenda na nikaona maybe mtu is really love. Juu sikuwa nimependwa kule. By the way ukisaidia mtu atoke kwa shida unaona ni rafiki mzuri. Sure. So mimi nikaona maybe mbali nimemtoa hata ayasahau tutaenda mbali tusaidiane. Sasa tukaanza sasa urafiki. Sasa kama girlfriend and boyfriend. Yeah, tushakubaliana sasa. Kukaa after 2 months nikapata mimba. Nikapata mimba. Na akafurahia sana beni nilipata mimba. Sana. But kumbuka mali alipata job, hakuna kitu anafanya. Aliniambia njuki brother yake alikuwa amesimamishwa shule beni alipoteza job, ataendelea kusomesa brother yake. Na kusaidia mamake. Mimi hakuna pesa nilikuwa napewa ama hata afanye kitu. Mimi tu ndio nafanya kila kitu. Sasa niko na mimba. Hata story ya wale watu wengine na job. Nitaweza kweli? Nikaendelea tu na kazi na anaenda kazi na mimi naenda kazi. Ilifika mahali jamaa akaanza kukata na wasichana kwa plot tunakaa. Mimi naambiwa na watu mzee wako anakaa na wasichana fulani kwa ile plot, kwa ile nyumba. Sikuwa nashughulika. Ikafika mahali benye tuliamua kukaa pamoja, kila mtu alichange line yake. Nikabadilisha line, akabadilisha line. Kwa hivyo tumeanza life upya. Okay. But kukakali kaanza kuona anaambiwa I miss you. Hapo anaweka simu password. Na hii line ni mpya? Ni mpya. I miss you. Nakumbuka ile nyumba yako ni kwangu, kila kitu. Hakuna kitu yake. Alinipata benye tu kwa hiyo ongeza hata ngilasi ya maji. Tuko tu hivyo. Akaanza kumisiwa nini? So akitoka jo, kuna time alikuwa akitoka njo mbele yangu anapita Mudhurwa kunishukua tuendanisha home. So tukifika kwa nyumba mimi time napika, juu ni late, yeye anachukua bucket, ilikuwa ni single room. Anachukua bucket aende akaoge. But mimi nafikiria ni kwenda naendanga kuoga. Kwa hiyo si kuoga naenda kuoga. Alikuwa ananisubaisha na bucket anaenda kuomba, anaenda kwa ule dem. Hakuna kuoga ataenda kuoga. Ni kunisubaisha tu ndio nijiambie hanaoga. But niambiwa hakuna kuoga naendaga kuoga. Naingianga tu huko. Na baadaye nikampata siku moja. So mimi nilifika nikamwambia kuliko unifanyie vitu vyote na maji tumetoana hakuna haja. Wewe uame kama utaki kuama mimi nami nikuache. Alikataa kuama, mimi nikaama. Kuama hana vitu kwa nyumba. Je, umehama na vitu zako? Nimehama vitu zangu na amekataa kuama. Mimi kuama hiyo time sasa nilikuwa nakaa Isili. Nikahamia Bakari yako karibu na Gikomba na Mudhuro. Nikaama nikamwacha. Sijui alienda kuwekwa na nani juana vitu za nyumba. Mimi nikakaa. Si anapita tu hapo nyumba ananipembeleza. Ile tu huruma tu. Niambia kimali niko nateseka, sina do, uliniacha kama sina kitu, sijui ni mali niko nateseka na finyilia. Akaniomba mpaka akapiga magoti. Akaniomba msamaha akaniambia, "Niishe juu ya mtoto nimebeba, tusameane." Na nikamsamea tu. Na hapo hata nikampatia pesa. Akaniambia hata sina pesa ya kuendea bag mali iko. Kampatia fare 500 endea bag ya kuja atanirudishia akipata msara end month. Na akaendea bag akawia kwanza nimemsaidia Jumani alikuwa amewekwa ni huko Mathare North huko ndani. Kwa hivyo nimemsaidia ndio amekuja hapa Kariakoo. Si nikuwa kutumu hapa Kiera. Nimemsaidia sana hata ameangukia by the way. But mimi nilikuwa najua niko na mtu. Tena umemrudisha kwako? Ndio ameniomba msamaha. Na pia niko na mimba yake. Na huyo mtu tuko na yeye sijui kwao. Sijui rafiki yake. Sijui mama yake. Huyo ndio najua. Na yeye hakuna mtu anajua kwetu. Hakuna mtu ni sisi wawili hivyo. Tunaona tukianzana tu kwa tunapendana hakuna ilikuwa tu ni shida ya job. So tukaanza kujiingiza kwa urafiki. Na mimi sikupata na hiyo idea yoyote. Sasa nimepata mimba. Niko na mtu. Sijui hata familia yao, simjui. Na ni hivyo. Na akakuja akaendelea tukakaa na akachange by the way. But pale ameamia ndo nyumba yangu amerudi bando. Na hata lipa rent. Amerudi na hata lipa rent. Si anasomesa brother yake. Mimi niko na mimba tu nilivumilia njoo at least nipate baba mtoto. Juu mimi sitamani imagine nitakuwa single mom siku moja. Sijawahi dream juu my parents wote. Yaani familia yangu hakuna mtu single kwetu ni mimi tu. Sister yangu, brother zangu hata last mboni wetu ameolewa. Ni mimi nimebaki tu nikiwa single. It's like hiyo kitu uniuma sana juu. Unaona hiyo picha. Wasichana 7 wote wameolewa but mimi tu mimi ndio single. So tukaendelea tukakaa. Mimba ikagrow. Ikafika 7 months. Sasa inaonekana vizuri. Sasa ni kubwa.
Na ujue sasa ilikuwa ni kama ilikuwa imenikalia mguu. Hiyo kwenda Gikomba, Muthurwa, nilikuwa natembea mguu. Si ukuwa natembea na gari. So ni kama hiyo miezi 7 kufika ikanikalia. Nikashindwa kwenda job wiki moja. Wiki ya pili. Jamaa alikuja akasema yeye anahama. Penye aliona nimeshindwa kwenda job. Alikuja hatukuteta, hatukupigana, hatukufanya anything. Alikuja akaniambia yeye ameamua kumove on. Na akapaki nguo zake. Si nguo alikuwa nazo. Niliachwa na mimba miezi 7. Kai. Siendi job. Sijui watu wao. Hakuna mtu anajua kwetu, ni mimi na maisha yangu. Na akaambia mwenye nyumba huu ni tajiri. Amenilisha miaka mingi. Huyo akaunti yake iko sawa amenilisha. Ilikuwa kama still tulikuwa tunaangaliana. Na akahama. Nikaachwa nikitokwa na damu na mimba ya miezi 7 but Mungu ni mzuri hii kutoka. But nilikuwa naomba Mungu. Kama ni mimba niko nayo nipe kijana. Juu mimi nilikuwa ilifika nikamwambia Mungu kama huyu naye amenikataa. Wacha tu nipate kijana ni stop. Ndio tulikuwa tusichana. Nikapata kijana, nikangana tu na maisha nikapata kijana, ikakuwa ni cesarean. Nikapata mtoto ikiwa July 2014. Nikapata kijana. Sio ile kijana nitamuita nani? Sijui watu wao. Sijui nani. Mimi nikaita babangu. Nikamzaa babangu. Sasa nyumbani hata wao kama niko na mtoto. Hawajui. Since 2014. Hawajui. No, wait a minute. Hapana, walikuja kujua but hiyo time yote nimeko na mimba mpaka napata mtoto hawajui. Sasa kupata mtoto after kufika 2 years ndio nimpeleka nyumbani. Nikaambia babangu huyu ndio mtoto wangu nilimzaa. Akauliza mamangu mbona hakuzaa baba kijana? Mbona sikuzaa baba kijana? Hiyo jibu naweza sema jibu aje mzazi. Kama video ni kama drama. Sitaki kulia lakini nitaongea tu. Sababu nikwambia nimekuja hapa ndio nipone. Juu nimekaa na uchungu kwa roho yangu miaka yote na nilingangana all the best nikarudi na mtoto wangu. So nikirudi hiyo siku nikiwa nyumbani wakati peleka mtoto 2017 nikapigia yule mbaba wa Meru, baba watoto wale wengine nikamwambia nataka kuona watoto na tuongee. Kaniambia sawa tupatane Meru town. Ukifika uniambia. Mimi nikafika nikampigia tu simu. Sikuwa na namba yake, nilikuwa nimempa brother yangu namba yake. Nikamuomba namba, akanipea na tukapatana Meru town. But aliniambia usiende kwa nyumba. Tupatane kwa stage. Na nikamngojea tu kwa stage. Alikuja tukasimama hapo stage tukaongea. Kaniambia watu wamekuwa wakubwa hatawakuhitaji hawakujui kama mama yao. Hawakujui hawakuhitaji. Hawanihitaji na hawanijui kama mama yao. Kwa hivyo wewe si tuko sawa. Na mimi ndio nilikuwa na mwingine ni mdogo na najua vitu tunapitia ni ngumu. Sikushughulika. Tukangojea gari ikaja. Nikarudi Nairobi na maisha yangu. Kaendelea. That was when? Na tangu tuachane 2017. 2017. So after kuachana na imagine tangu nitoke kwa hiyo familia hata my parent hawajaita kujua ambao tia watoto. Nikiuliza mamangu ananiambia achana unaona huku soma tena watoto wasome. But kuna ile pain ya mzazi. Ni sawa wapate elimu si itaweza kuwa but kuna ile pain at least hata wanijue tu. Hata tujuane tu. But walirusha mikono, akanirusha mikono juu sasa unaona hata hawajui nilipata mtoto wa pili aje. Huyu mwingine watatu, hawajui nilipata. Mimi wanasema ngapi ni kwani mimi nikajiweka huku unaona hawajuani na waitaka kujua nilipata mtoto aje. Unasikia babangu mwenyewe aliongea. Akasema nimemzaa. Mimi nilibaki hivyo nikanyamaza, nikasema acha nilee mtoto. So mtu mwingine amebaki na jina ya babako. Haitakikani. Inakuwa babangu pia si alikuwa anamtaka. But nile tu sina mtu nitaita kule sijui nitaita kina nani. Sijawahi jua ako, sionyeshwa kwao, hakuna mtu anajua ni mimi na mtoto. Nikabaki na mtoto na nikalea mtoto. So uje Meru after kukataa nione watoto hiyo siku kukakaa karudi after 1 month akakuja Nairobi kunitafuta. Kukuja akaniambia anataka tupatane. Na akakuja Mariniko lakini sikutaka ajue kwa nyumba.
Tukapatana kwa barabara. Unajua nilikuwa nachapwa. Hiyo siku nikimwaza Mary utaonjwa aliona niko na mtoto mwingine ilimuuma sana. Yaani venye aliona niko na mtoto mwingine ilikuwa ushaona mtu unaona tu mtu anauma na hiyo kitu. Mbanga hakuwa anaimaje kama kuna mtoto. But nilikuwa na mtoto. But ilimuuma sana. So nikamwambia mimi niliolewa. Ndio sikutaka aibu mingi ama mambo mingi, nikamwambia niliolewa na niko na mtoto mwingine. Na story ikaisha. So alikuja Nairobi kunitafuta. Akaniambia nimekuja nataka tuongee. Akamwambia tuongee basi. Kuhusu nini? Akaniambia naona nimefika usiku nitafutie mali nitalala. Ni mjanja. Akaniambia nitafutie mali atalala, but nilimwambia sina mali. Mimi nikikujua ulikuwa unalala Mombasa, ulikuwa unakuwa Nairobi unalala. Kwani ulikuwa unalala wapi? Mimi nimekuja juzi nakuja kukuambia tafuna mali utalala. Akamwambia wewe ulale nje, ulale mali, sitaki kujua mali utalala. Wewe ukisikia kulala, ukisikia kwenda, mimi nikamwacha. But akiongea hapo kwa barabara, ingekuwa ni mali private, maybe angeninyonga ama niue. Ndio alikuwa na uchungu mingi sana. Ndio unaona nilikuwa nimekuweka maisha mazuri kwangu, ona venye uliparara, sijui nini. Mimi nikijiangalia hata nilikuwa kwake, ni ile tu vitu unajua kuna kitu wasema na uzuri kwangu. Amesituko kuniambia tu mimi ni mjinga, mimi nitakuwa chokorani nikitoka kwake. So like hiyo kitu ilikuwa inamuuma venye aliona maybe nilichange. Na mimi nikamwacha, nikaenda, mimi sijui alilala. Kesho yake 6 ya asubuhi ananipigia simu. Huyu nisalimie, nilipata room hapa karibu na kwenu nikalala. Huyu nisalimie, nikamwambia siwezi kuja mahali huko, wewe enda home. Na story ikaisha. Kutoka hapo, kukataa story zake. Story ya watoto iliisha. Na ikaisha tukaachana hivyo. So, leo hii umekaa muda gani bila kuona hao watoto? From ile siku nilitoka kwa hiyo nyumba. Hiyo siku nakwambia nilikuwa na nyongo usiku. Back in 2010. 2010. Yaani haujaona na watoto wako for 12 years or more. Sijawahi. Hata wanijui, hata sijui wanakaa nje, niliona wakiwa wadogo. Kai. So, nikapata mtoto mwingine. Nikaendelea na maisha yangu. Maisha ikakuwa ngumu. Kumbuka baada nilipata mtoto nilikuwa na cesarean. Kwa hivyo ni watu tulikuwa tunanisaidia na chakula Nairobi wa mama wa church. Sikuwa na job, sikuwa na any, singeenda wapi. Nikangangana na maisha ikafika hapo. So niko tu hivyo. Siona watoto mpaka wa leo. Mpaka wa leo. Sasa hivi unafanya nini? Hata sina job. Umesurvive aje? Hivyo tu. Sina job. Juu kuna time wakati sile nguo nilikuwa nauza kitambo, niliweza kuziuza before nini i-change, nilikuwa nauza manguo town. Kanjua akakuja wakabeba. Wanakuja wanabeba. Unapata tu na pesa ya stock. Pia. Kama saizi nimegonjeka pande moja, nimekuwa mgonjwa mpaka like. Yaani nataka hata kama kuna mali maisha inafikanga unaona maybe hauna life refu. Njoo hata nikikufa leo wale watoto hatawahi nijua by the way. Hatawahi juana. Sasa nimekuwa mgonjwa naenda skani hata napigwa skani. Hii pande moja ni kama nataka kuparalyze mkono mmoja na mguu mmoja. Nimeenda Kijambe mara 4 nikipigwa skana test. Hakuna ugonjwa unapatikana. I don't know. Mimi naona kama sina life but sitaki kusema hivyo but life uko nayo. Life uko nayo, hiyo nayo. Acha tu. I think cha muhimu kwanza ni kuona wale watoto kwa sababu pia labda wao hulia. Yaani wananikujenga kwa ndoto kila wakati. Kila wakati. Na ningekuwa na uwezo tu. Mwe jaribu kupata usaidizi labda wa kiserikali kuwafikia? Sijawahi. Tunakwambia tuliachana ndio tuma bilioni hivi nikapata mtoto. Hebu angalia kamera hii, ongelesha baba watoto, waambie unataka kuona watoto. Boldly kwa sauti. Nimtaje jina au simtaje jina? Okay. Okay. Ama taja baba nani, because of course mtoto unajua jina lake. Okay, baba Kendi na baba Ann. Nilikuwa nataka kukuambia tu ujue hao watoto ninawapenda. Na singetaka kuacha watoto. Wewe ndio ulinipokonya watoto na kuniekelea kitu sikuwahi fanya na mtu yote, ukasema nilala na mwanaume mwingine na sikuwahi fanya kitu kama hiyo. Na for me mali niko sinanga amani.
hata nifanye nini silalangi na amani. Juu kila wakati unikujia kwa dream. Kama mzazi umeishi miaka yote bila kuona watoto na wajua wako life, mimi niko life. Na ulininyima haki juu ya kuona sina uwezo, familia yangu haina uwezo, walinirushia mikono. Ningekwambia tu nikubalie tu tujuane na watoto juu. Mali imefika nasikia tu maisha imefika mwisho bila watoto. Na sina dream ya kupata watoto wengine for now. I think yao niko nao wamenitosha. So ningetaka tu watoto wanijue na tujuane. Hata kama sina uwezo ya kukaa na watoto, ni sawa watoto ni wako, kaa nao but at least tujuane, kama wajue mama yao ako mahali na mimi nijue watoto wangu wako mahali. Hivyo tu. Hebu muongeleshe na lugha yenye ataelewa zaidi, Kimeru. Hataelewa tu Kiswahili. Anaongeanga Kiswahili. Ndio anaongeanga. The reason unajua Kimeru? The reason as to why ningetaka uongee because there could be someone watching. Okay. Anaweza sikia na kusaidia pia kuweza kuwafikia. Because wako na kama ni wakubwa, ni watoto wako over 12 years, then it means ni watoto wanajielewa. Okay. Na hata kama baba yao atakataa, watoto wanaweza kusikia na watatumua hata video, na wakiona wanaweza tamani pia kukutana na mama yake. Sawa. Okay, kendi na hani mbwendete na mborombaira Murungu abo tharime na ntangibwa apu na bagwe inturambwendete ikunyi ndanyimiro kubona na ntigitikiria kubutiga ndatunyiro bagwe ni kwithira ntina uguyeto na ntina inya ya gukara na bagwe batimbo endete ni mborombaira Murungu na kithira bukona bindio e bumenye imbwendete na nkiwirwa sana tumbe gutirimana na babo twaraniria at least tujuane bume mami wenu e moyo na nime pia bravo kari, lakini bona wanaru antina there no ntikwithira imbwendete na nte meikurirwa ibagwe imborombaira nyikire ndatiro kuwaria bagwe nkaratu nkira Murungu tuntukwimwe tugatirimana na twaranirie na tumenyane. Wow. Well, so let me believe kuna watu wanatutazama, kuna watu wana uwezo zaidi yako kuweza labda kufanya connections za vile unaweza, manake watoto kama ni wako ni haki kuwaona. I know kuna children's offices, kuna nini. I cannot even imagine since 2010 hujaona mtoto wako, tena ni wawili. Watoto ambao uliteseka na wao kuwazaa, kuwalea utotoni. It is really painful that you cannot no longer see your kids, yet ulimistreatiwa na yeye na akakutreat kama, I mean, ikueje basi huwezi ona watoto hao even after suffering na wao. Kitu ya kwanza aliangalia familia yangu ina uwezo na akajua my parents hawanipendi. Unaona? So hiyo ndio aliona like, alafu alikuwa ananiona mimi ni mtu bure kabisa, sina mbele wala nyuma. So I think ndio aliona hata akinipokonya kuna mali nitampeleka. Na by the way time nilikuwa mdogo, hujasoma, utampeleka wapi? But I also think you need also to seek nakwambia kama sijakufa ni Mungu juu. Nimekuwa mgonjwa Hansas, Spiloria. Nilipatwa na asthma. Sisi hizo ni magonjwa utibu saizi. Na sikuzaliwa nazo, but ni through stress. Unapata? Mungu. Mimi siwezi kaa wiki kama sijameza ndawa. Panka imenishika pande na pande kama inataka kuparara. Mungu yupo, hautaparalize na magonjwa yataisha. Na it is also good to seek God's guidance through ndio uweze kutenganishwa na rejection, because you see pia unaona pia hiyo matusi babangu alikuwa ananiita ni kama unaona hiyo kitu imenifuata sana hiyo yani ukiangalia babangu aliniita hiyo matusi. That's when nimesema baba watoto wangu hiyo ndio kitu aliniita. Unaona? That's when nimesema spiritual guidance ni muhimu. Ndio upate mchungaji ambaye atakuseparate na one hizo maneno because you cannot assume hizo maneno waliongea. Number 2, you cannot assume this kind of rejection. It is too much. Unatenganishwa mpaka na watoto wako. So nafikiri tutaangalia especially hapo that part ya kuweza labda kufanyiwa deliverance
ndio uweze kutenganishwa na hayo maneno yote. Then, and once that is done, I'm sure part of zile vitu unapitia saa hizi zitatoka, because magonjwa kama hayo inaweza tokana na pia yale maneno mzazi alizungumza, because you see that he has power to speak anything na ikuguze. One, kwa sababu he has an authority upon your life. And being your father, unajua ndiye ana baraka zako. Kwa hivyo akiongea mambo kama hayo na ukose kujitenganisha nayo, then it means itakufuata. But nimejaribu all the best. Juu wakati nilimpeleka mtoto kumuita, kumuona, banga nilibeba babangu shoti. At least hata nibariki. Sile vitu alikuwa ananiitia. No, I think let's try spiritual part. Then after that, unaweza sasa mtembele. Kwa sababu unajua wakati Mungu ameingilia, everything becomes easier. Sawa? So tuanze na part ya Mungu and then proceed with the other one again. Sawa? Because I know God, Mungu hakuna kitu hawezi badilisha. Hata roho ya babako anaibadilisha tu na kuongelesha vizuri na juu nakumbuka hata sikuwa nimeokoka. But niliokoka last month. Si unaona sasa. Nilikuwa nimepitia life. Unaona hauna job. Yaani unajipata tu uko unajipata tu umepitia kwa life. So wacha tuseme hivyo. I still think ukipeana namba yako, kuna mtu labda anaweza kuitia kazi, kuna mtu anaweza kupea mawaidha, kuna mtu anaweza kupea especially mawaidha yanayohusiana na kuona hao watoto. There are people who know the procedure. There are people who can help you. We have lawyers watching. We have close people. Because I know there are people from Meru who watch our shows. Na labda wanaweza kuwa wa muhimu zaidi, especially kwa guidance ya vile utakavyofanya once you need to see those kids. But importantly, ni kuweza kupatana na mchungaji ambaye atakusaidia kujitenganisha na maneno ya babako na maneno ya mzee wako, na pia the rejection part of your life yenye umekuwa ukipitia. Because you see, when you're rejected, there are some of the sweet things you may not enjoy kwa life yako. Kuna vitu hauwezi enjoy. Kuna vitu hazitasimama kwa maisha yako. Kuna pesa haitasimama. Nimejaribu all the best but me hata I try. Okay, so patiana namba yako ya simu and then we shall proceed on the other spiritual part. Nafikiri unaweza kukusaidia. And mengine Mungu ataingilia, because I know there are people who are watching who may be willing to help. Yes. Patiana namba yako. Namba yangu ni 07 18 again 15 88. Yeah. 07 18 again. Haya, 18 again 15 88. Yeah. Alright, mwirori wa Faruthi wa Thayo TV, weko wina wira. Mwire tuwe wira. Ukono wenda kumuikirio na kanyamu kanini gako mo sustain kamuiria tusharitie spiritual guidance ethe mutungatiri abe ko deliverance arekanie na ciugo icio itheragia, ciugo icio baba wa ciana ciake yaragia, even before we proceed na kumenya kuria ciana ciake ikuma kana uria ngiciona tondu njui kuria andu maraturira ha mangihota guteithiriria in such ways. Na Ngai ni gukurathima. Majina yako yote? Rael Kinya Isaya. Rael Kinya Isaya. Rael Kinya Isaya. Hiyo ndio majina pia ya M-Pesa. Okay, kwa hivyo ikiwa labda kuna mtu anaweza kushikilia kitu kidogo, ndio kwali nake. Oro shukuru mwega. Tashukuru sana nikipata job at least hata niweze kusomeza huyu mwingine. Juu unajua pia kwenda kutafuta wale watoto naona mbele wala nyuma. Ni kweli. Itakuwa like. Yeah, sure. Yeah. Wow, I still believe that you will get married one day and be happy. Amen. That is my... Sijawahi pata mtu serious tu kuniambia ananipenda. Unaona sasa ukifanyiwa deliverance, utapata mtu serious ambaye anakupenda, mapenzi ya dhati. Na pia ambaye atakuwa maisha yako yote. Amen. Cha muhimu, tafuta uso wa Mungu. Haya mengine atashughulikia. Amen. So, that is the most important thing kwa maisha haya. Otherwise, without God, you will struggle. Hutapata mwanaume mzuri, hutapata kazi, utangangana. Nimefight na maisha. Ukiona nimefika kukaa kwa hii kamera, nimefight na maisha. Like
Na unaona bado ilikuwa karibu kuwa rejected tukianza show. Nilikuwa juu ni Mungu tu. Hata nilikuwa natetemeka like. Unaona uliingia hapa asubuhi umefanywa show jioni. Na alafu hata karibu nilikuwa nataka kutoka. Huyu mama ameingia wa mwisho akaniambia usiende. Rejection ndio ilikuwa inakufuata. Kitu kizuri kikujangi. Ni rejection ikikufuata by the way. Unajipatanga tu kwa scenario kama hizo. Na amenipembeleza akaniambia kaa tu, vumilia tu. Kwa sababu shetani pia anajua hafurahi kwa sababu anajua from now things will change. Kwa hivyo pia shetani pia hafurahi. Anapenda mtu rejected. Ndio amtumie vizuri. Nataka tu nifanywe deliverance. Hiyo nayo nitakusaidia, nitakupeleka kwa mtu ambaye atakusaidia na nakwambia utasaidika. That one I know. Sawa? So, really sana. Na unafanya kazi nzuri. Thank you. Na Mungu akubariki sana. Asante sana. Yeah. All right. Murali wa Farodhi wa Thayo TV, thank you ni undu wa gututhikiriria gutwirorera na guturumirira na gutwenda. Gacokia ngatho nyingi muno makiria na ndi kiugo na kimwe nguongerera tondu ame mathaa makwa ni mathiu muno na ino ngwirire munyitirira muiritu uyo tona na indo cianyu ni nginya na mahoya tonera fatara kuhoerwo muno nigetha Ngai acenjie na agarure muturire wake okire kwiiturura nigetha ahone na nigetha muturire wake ocenjie na ni njui ni ugucenjia tondu Ngai witu gutiri undu waremagwo ngukinyia hau nie no ni ngukuririkania ati ni ngugutuma kuria gwa Kenya Movies Channel kuria YouTube wirorere thenema cicutĩirwo guku gwitu ni andu mohegereire maundu-ini ma movie cikatwo ni actors makiria ma 40 andu mena ugi muigano wa act angi mena ikiro cia act ginya the cia nja nio tuhuthirite thiini wa thenema citu thenema ino iretwo The Maids irari horo wigi child trafficking na muno makiria ciana iria cikiyagwo micii-ini kugerera hihi airitu aria mandikitwo magakirayas na mikora na tiothe koguo ina morutani manene muno makiria kuri aciari koguo muciari wothe ukumirorera niju hari okaundu guthoma episode 2 ni rekirirwo koguo ngoda wingire YouTube ucarie Kenya Movies Channel uingire ni ukuona episode 1 na episode 2 episode 3 ni gukaisha ikuhi kwa ihinda riria bawirorera episode 1 na 2 na makiria mothe utigiria no wa subscribe hau hena red subscribe hinya notification bell nigetha hingo ciothe twekira episode yothe ukahota kuona ngirikiriria nguririkanie Pinnacle Gardens Konza muciĩ muthaka muno makiria ungihota kuigithia na wigire kanyamu turari horo wa ndagika 3 kuma gate ya Konza City. This is an international techno city iria thĩ roka kuigithia. This is a smart city irakona mwakiri uria wakitwo Dubai. Guku ni kundu investors yothe morĩire itonga nene kambuni nene iria ciguka guku riu we uragura ndagika 3 kuma gate-ini ya Konza City ri mita 800 kuma Mombasa Road ri. What does that tells you? This tells you ati wi umwe wa andu aria makahota ku accommodate andu aria makarutaga wira guku Konza City koguo na ndukambe gwaka bothimire nigetha umenye haswa plan iria gakorwo guku na maneighbor mu decide kindu kimwe. That's good. But this is 50 by 100 na ni irenjo mai koguo hena bohoro renjo koguo by the time turarikia kwendia bohoro giko indiku ciena bacon ni njikire wega taito cie tayari maundu mothe me sawa. That's good. Thitima ndire haraihu kuma haha na ni njui no ikure hareho tondu Ngai ni mwehokeku. Turendia ni cia 50 by 100 in size ni broti 84 turendia 950 cash na milioni 1 na installment. Deposit ni 200 icio ingire kwa ihinda rĩa mĩeri 6 no ririkane ati thogora ucio ri ni inclusive of title deed. Sasa koguo keigithia na by the way uka inbox gwikiria mafu na ithiete guthie ungiona mafu na turarugurie the other day ukumaka muno koguo ndenda woe namba eno 0798008008 0798008008 kana 0706002338 0706002338 warie na Alfred Ewegea 0798008008 na yako ni Farodhi uka inbox gwikiria mafu Pinnacle Gardens Konza we yetereire ukaigithia. Thank you so much.
kosa langu ni gani? Hawa sio watu basi ipepo